wanauliza huyu mzee kwa nini anatuita sisi ni wafu, anaita sisi maiti. Sasa unaona, sasa hataki kusema hajui kuongoza maombi, na sasa ikawa ni aibu kubwa. Watu wakubwa wanamuuliza mchungaji, sasa wewe umemleta mtu anatuita sisi hayati, anaua sisi. Unaona, sasa inakuwa ni shida, kwa sababu wewe ikiwa huwezi, mwambie mchungaji, wewe chagua mtu mwingine aongoze maombi, si lazima unini. Sasa juzi basi mama mwingine naye alijikuta katika akiongoza maombi ya ajabu sana. Na ndipo nikasema, wachungaji wetu, tafadhali, wakati mnawachagua watu wa kuongoza maombi, kuongoza nyimbo, mnachagua watu ambao pengine wako na uzoefu wa kufanya hivyo, kwa sababu mambo mengine wataleta aibu katika kanisa, ambapo itaonekana kana kwamba kuna shida mahali. Sasa unaona, huyu mama naye ilikuwa ni wakati wa sikukuu ya Pasaka ya mwaka jana katika kanisa fulani, sitakwambia ni wapi, naye alipewa nafasi ya namna hii kuomba. Sasa yeye alifanya sarakasi, akafanya vitimbi, akafanya vituko, eti alikuwa katika maombi. Unaona, sasa anasema wakati huo tunasherehekea kufa na kufufuka kwake Mwokozi wetu. Sasa amepewa nafasi ya kuomba. Unasikia sasa, na yeye alikuwa si mzoefu wa kuomba, naye maombi yake alikuwa kama hivi: Baba mwenye ameenda Damascus. Sasa yeye hiyo kutangatanga yake ndio ilifanya uawe. Na sasa kwa sababu amefufuka siku ya tatu, tunaomba Yesu zitangatange tena, watakuua tena. Sababu unasikia maombi watu wanacheka, kanisa zima watu wanaangua vicheko kwa sababu mjomba, mimi hujisikiza mambo. Sasa yeye anataja mambo ambayo Yesu ni nani, hakuuawa kwa sababu ya kutangatanga. Sisi wajua alikufa kwa sababu ya dhambi zetu pale msalabani, alafu unapewa kuomba, unaanza kumsingizia eti alikufa kwa sababu ya kutangatanga. Baba Mungu, muonye Yesu asitembee tena huko Judea, watamuua tena. Unaona, sasa yule mchungaji alikuwa na ziba masikio, anaweka masikio pamba, kwa sababu sasa mama ameleta vituko hapo kanisani. Ikiwa hujui kitu, ikiwa umeambiwa sema kitu, uliza, mwambie siwezi mimi. Hakuna aibu kusema kwamba hujui kitu. Mimi wacha nikwambie rafiki yangu, mimi msikilizaji, hata kama hapo uwanja wa ndege nikienda, hata huyo pilot mwenye kuvaa captain nitaenda kwake na muuliza, wewe ndege ya kwenda mbali fulani, wacha waseme mimi ni mshamba, shauri yao, lakini mimi siwezi kuangamia na huku mimi niko na shida. Mimi nitasema leo hii nikikosa chakula nitampigia Ontili simu, namwambia mjomba, leo mimi naangamia, hebu nitumie 20 nipate kula. Unaona, hakuna haja ya kufa na njaa na huku watu wako. Nilikwambia Mwenyezi Mungu ametuweka pamoja hapa duniani ili tuhudumiane. Na ikiwa unamuogopa mwenzako, sasa huwezi kwenda ukamwambia fisi akupatie, huwezi kwenda ukaongea na simba, utaongea na wanadamu wenzako, ndio ambao msaada wako utakuwa pale. Kwa hiyo uliza kile ambacho hujui. Hakuna haja ya kujisukumiza mambo ambaye pengine yataleta aibu kama nilivyosema. Basi huo ndio ushauri wangu wa siku ya leo, na kuomba msikilizaji mpendwa, ikiwa una jambo ambalo lolote, na mambo mengi huwa yanatukuta wakati tunakuja hapa diaspora, ugaibuni. Tukifika hapa ni mambo mengi hatujui. Utakuta kwamba hata pesa hizi za hawa, pengine dola umeshaiona, lakini ukija kwenye mapeni hujui kuota ni nini. Mimi zamani nilikuwa nasikia, sikuwa najua daimu maana yake ni nini, sikuwa najua majina hayo. Unaona, unauliza kwa sababu kama sivyo utapoteza hela, kwa sababu hujui. Kuna mambo mengi ambayo tukifika hapa usione aibu, uliza watakusaidia.
Basi msikilizaji wangu, ushauri wa wiki hii na kuomba uwe mtu wa kuuliza na uwe mtu wa kutafuta maarifa, uwe mtu wa kutafuta mambo ambayo huyajui na utasaidiwa. Na kurudisha moja kwa moja kwa idara ya kitengo chetu hiki cha Outside Broadcasting, tunamalizia hapa na kwenda moja kwa moja mpaka studio zetu Arlington kwake Jeremiah Ontiri. Naam, asante sana ndugu Kim Mjomba. Asante kwa wasia wa siku ya leo ambao tumeupokea kwa njia mwafaka kabisa. Ikiwa ndugu msikizaji ujui jambo, kuuliza si ujinga, ndivyo walivyo nena wahenga. Kwa hivyo ndugu msikizaji, ni wakati mwafaka kabisa naja kwako ndugu msikizaji, uweze kuongea mawili matatu, uliza ujibiwe. Haya basi, ninapomwachilia Suleimani Solomon Mkubwa. Kumbuka ndugu msikizaji, ikiwa unatutizama live abagusiglobalradio.com, unanipata live online katika mtandao wetu wa TV, unatutizama moja kwa moja. Kwa hivyo utaweza kuniandikia ujumbe mfupi kule. Ikiwa una simu ya mkono na ungependa kututizama ndugu msikizaji, kumbuka AGR Abagusi Global Radio, tuko live on TV, live on radio. Kwa hivyo ukiwa unataka kututizama moja kwa moja, uone unaoongea nao, ingia on our website sasa hivi. Kuna mahali ambapo pameandikwa, kama unataka kutizama utaponyeza hapo mahali wameandika, unaona picha yangu huko na wameandika live katika rangi nyekundu hapo. Na kisha ikiwa unataka kusikiza tu play the radio, ponyeze hapo ili utupate. Ushauri wa mjomba siku ya leo, sijui una yapi ya kusema ndugu msikizaji, sijui una yapi ya kuongeza baada ya kuwa na wasia kama huu. Wengi wetu tuna mambo mengi ya kuongea, lakini hatuna budi kuuliza ili tuyajue vema, kwa sababu hakuna yule anayejua kila kitu. Wengine tunajifanya wajuaji sana. Nianzie ndugu Obid, asubuhi, jioni ama mchana wa leo ndugu msikizaji. 818475901, ponyeza moja ili niweze kuja kwako ndugu Obid. Ni kuanzia habari ya jioni. Hello. Salama sana mtangazaji. Leo unaongea nasi ukiwa sehemu gani za ulimwengu huu? Leo naongea nanyi nikiwa katika jimbo la Alabama. Asante sana. Una yapi ya kusema siku ya leo? Asante sana. Kwanza kabisa ningekwenda kukupongeza sana bwana mtangazaji, manake umepiga hatua sana katika utangazaji wako. Mpaka sasa leo ndio nimejua kwamba uko na mambo ya televisheni ambayo sijasikia. Kwa hivyo nipongezi sana kwako, na ningependa kutuma salamu zangu kwa mjomba popote pale alipo na wasikilizaji wote popote pale wanaposikiza hii radio ya Global Radio. Haya makala ama hii makala ya mjomba leo yamenichekesha sana. Mjomba ameleta makala zingine ambayo ni ya kuchekesha sana hayo maombi ambayo watu wengine wanatoa, lakini sio ubaya wao. Ningependa kusema kwamba kuna makosa tunafanyia watu ama tumefanyiwa mahali, na haya makosa ni haya katika jamii zetu. Sisi sana tukiwa na mikutano, sisi ni wa Kenya, tukikutana kule mikutanoni tunafikiria kwamba tutaongea katika lugha zetu. Sana hazua tuongee katika lugha ya Kiswahili ambayo kila mtu ataelewa. Tukifika pale sasa huwa tunaanza kuongea katika lugha ya Kisungu ama lugha ya kigeni. Kuna wengi wetu ambao hii lugha ya kigeni si lugha ambayo tunaielewa sana, ama tunaielewa lakini kuiongea inakuwa ni shida sana. Ama kuchagua maneno ambayo utaongea katika hii lugha iwe katika njia ya ufasaha, ama upange maneno yako kisawasawa, inakuwa ni shida sana. Ama ukiwa mbele ya umati wa watu inakuwa ni shida kuongea haya maneno kwa utaratibu. Sasa tunapoanza kuongea pale, kuna wale ambao wanaongea kwa ufasaha sana katika hizi lugha. Sasa inakuwa kwamba imekuwa ni changamoto kwa watu wengine kwamba ikiwa wewe ulikuwa unazungumza katika Kiswahili, ulikuwa unazungumza katika Kisungu, ukipatia hii nafasi, mimi nitaanza kuzungumza lugha yangu namna gani, tuseme Kiswahili, nitaanza kuzungumza. Na wale watu ambao wanakaa pale wote ni
watu ambao wanaweza kuelewa Kiswahili. Mtu sasa akisimama inakuwa ni changamoto, lazima naye aanze kuzungumza katika ile lugha ambayo wengine walikuwa wanazungumza. Hili changamoto linamshika, anashindwa aanze namna gani, anaanzia popote. Unaona? Kwa hivyo ndugu mjomba, sio kwamba watu wanachaguliwa kwa sababu pengine hawajui. Pengine watu wako na ufasaha fulani, watu wako na akili fulani ya kufanya mambo fulani. Watu ni waandishi katika mambo mengine. Na nimesema hilo waandishi mlikuwa mnauliza pengine engineer anaitwa namna gani mwandishi. Ni mwandishi ndio. Lakini akisimama katika ule umati wa watu inakuwa ni shida sana kwa kwanza kuongea katika pengine lugha fulani. Kwa hivyo wale ambao mnaongoza, tafadhali, ingekuwa kwamba ni uwezo wenu ama uwezo wenu kuwaeleza watu. Ukisimama unaweza kuwa na ule wakati wako, ama uchague ile lugha ambayo unaweza kuzungumza mbele ya watu. Ikiwa ukiona umati unaweza elewa Kiswahili vizuri na Kiswahili ndicho unajua, ule umati unasikiza Kikuyu na ule umati unaweza elewa Kikuyu, yani uzungumze katika ile lugha ambayo unaweza kuelewa. Unaona? Kwa hivyo tukija katika uliza ujibiwe, tukienda mikutanoni unajua kwamba labda fulani ndiye anaongoza, anaweza nipatia nafasi. Kitu unafaa kujua ama kufanya, uinuke pole pole uende pale muulize, nikizungumza katika lugha fulani itakuwa kosa. Akueleze ndio itakuwa kosa ama si kosa. Ama umwambie katika umati ama sijazoea kuongea katika watu ambao siwafahamu vizuri. Kwa hivyo tafadhali usimpatie nafasi. Umeuliza, umejibiwa, umeambiwa vizuri vile inavyopasa kuwa, na wale ambao wanaongoza wamekueleza vile inafaa. Yani kuwe na utaratibu fulani. Unaona? Kwa hivyo nikimalizia, kuna mambo mengi sana tujifanya tunajua ambayo yanatuweka katika dhiki fulani. Unapata kwamba huko na shida fulani unaiweka. Sasa ukitaka kuuliza bwana Ondiri, bwana nije studioni, tuseme nije studioni mwako leo usiku, nikiangalia mitambo yako yanichanganya sana na kishindwa hii ni nini. Sasa badala niulize, nataka kushika niona halafu nimetumia watu wote. Unaona? Sasa badala ya niulize nitafanya nini hili nifanye hiki ama hiki kitaenda. Unaona? Sasa nimeharibu kila kitu. Kwa hivyo kutojua pia ama kujifanya unajua na hujui, huwa tunaharibu mambo, tunaharibu vitu vingi, tunaharibu vitu ambavyo watu wengine wangefanya nini, wangefanya hili waweke mambo yawe sawa. Kwa hivyo tusijifanye kwamba tunajua, ikiwa hatujui tuulize. Hivyo ndivyo mjomba ametushauri leo. Kwa hivyo nitakomea hapo kwa leo mpaka pengine wakati mwingine ujao. Kwa hivyo nitapisha wengine, wasikilizaji wengine na wale ambao wangependa kuchangia makala hii wachangia. Asante sana na Mungu awe nanyi. Wale ambao mnaenda kutandani mlale unono. Asante sana ndugu Obid. Akiwa sehemu za Alabama mchana, jioni ama asubuhi ya leo. Asante sana ndugu msikilizaji katika uwasia mwafaka kabisa. Ni kweli wengi wetu hatupendi kuuliza mambo, tunayapata tu ama tunakutana nayo kisha tuwajifanya kuwa tunafahamu kila jambo. Hakuna mtu ambaye anafahamu kila neno ndugu msikilizaji. Uliza ujibiwe. Haya basi, ni makala ya ushauri wa mjomba asubuhi, jioni ya mchana wa leo. Na ikiwa unatutazama live, kumbuka ni AGR live abagusiglobalradio.com. Uponyeze moja ikiwa unataka kuongea pamoja nasi, nambari nimeiweka kule. Hebu ninapotizama hivi, naam kabisa ndugu msikilizaji, napotizama hivi nimeona kuwa ni sawa kabisa. Ikiwa unataka kuongea pamoja nasi, 818-475-9201, uponyeza moja. Basi naelekea sehemu nyingine. Ushauri wa mjomba na Kimu mjomba ndani ya AGR, yani abagusiglobalradio.com. Anaelekea kule sehemu za Minnesota nimpate huyu nani huyu. Nikitazama ukuta wangu hapa namuona ndugu Kiroshi. Halo, habari ya jioni.
Ni salama sana mtangazaji. Nimecheka sana, mpaka nikashindwa, nikasema kweli leo. Okay, mjomba, asante sana mjomba kwa kazi nzuri, na hiyo ushauri wako kweli umeingia leo kabisa, mpaka nikacheka nikachoka. Ningesema tu kitu kimoja kuchangia, ni vile mambo mengine hiyo maneno ya kufanya watu kuwa masters of ceremony ambayo umeuzia kidogo, inakuwa ni shida sana kwa jamii nyingi sana hapa Amerika na hata kule nyumbani. Kuna watu fulani wanakaa wakiongojea kama kuna msiba mahali au kuna sherehe, huko wanaingia kule, wamejipanga kabisa, wanajifanya master of ceremonies, na mipango yao kawaida ni ile ya kuenda kule kuharibu. Anajua kabisa sasa hapa kuna waheshimiwa fulani watakuja, kuna fulani ambao simpendi, kuna mzee fulani ambao simpendi, najua atapata nafasi ya kuzungumza, kwa hivyo mimi leo nitakuwa master of ceremony na huyu nitamunyima nafasi. Sasa naona mipango ya wenyewe umeingia kule na roho ingine ambayo ni ya kuharibu, na hata unanyima hata watu wa nyumbani, nyumba hiyo kama ni msiba iko, unamnyima hata nafasi kuzungumza kwa sababu pengine amuelewani na yeye. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo lazima yazungumziwe sana, watu waelewe. Hata mkiwa na sherehe, pengine usiamini tu watu hata wameingia kushangilia pamoja au kukusaidia, useme tu ni fulani simamia hayo, simamia hapa. Huo unajua kabisa mtu atasimamia kazi kama master of ceremony ni mtu wa kuaminika, ni mtu ana roho safi, ni mtu hana ile tabia ya kusema leo ndio nitanyanyasa fulani hapa. Ni mtu ambaye hawezi akaenda akazungumza na wengine wamwambie wewe tangulia kule ukae hiyo kiti ya master of ceremony, au uwe mkubwa wa kuongoza sherehe ya leo, na hapo unyanyase fulani na wengine waseme lolote. Kwa hivyo inakuwa ni shida sana. Watu wakitoka wanaenda wakisema wenye ile sherehe walitufanya namna gani, walikuwa na mipango gani, na wenye sherehe hawakukuwa na mipango. Ni vile tu walipatia mtu nafasi, wakasema kule huyu anatosha, anazungumza vizuri, kwa hivyo atafanya hiyo kazi. Lakini roho ndani ni roho hasa roho ile ambayo ni ya kuharibu. Kwa hivyo tuwe tunaangalia sana kila wakati tukichagua watu kusimamia sherehe fulani, ikiwa ni msiba, ikiwa ni wedding, ikiwa ni nini, tuwe tunajua mtu atakuwa master of ceremony, atasimamia sherehe hiyo, awe ni mtu ambaye anajulikana, mtu hana ile tabia ya kupagua, ile ya kutenganisha watu. Awe ni mtu ambaye anajulikana is upright and is a good person. Kwa hivyo na mimi tu nilikuwa nichangie hapo, na pengine mjomba utapanua zaidi wakati mwingine, utarudia. Leo nimecheka sana, na hiyo ni mambo kweli umesema ile ya kweli kabisa. Kwa hivyo utakuja na hiyo ushauri tena kwa kupanua kabisa mambo mengi, angalia kabisa kila sehemu, ili utusaidie kutuelezea zaidi na watu waweze kuelewa, especially wale kule familia na watu wote wajue vile watakuwa wanaongoza mambo yao, wasije wakapata matatizo ya kulaumiwa na kumbe ni mipango ilikuwa kutoka mahali ambayo hawakuwa wanaelewa. Asante sana mtangazaji, asante sana mjomba, nimefurahia sana mazungumzo yako. Naam, asante sana ndugu Kiroshi kutoka sehemu za Minnesota. Asante sana ndugu Heroni Ondigi, unatutizama moja kwa moja kutoka Minnesota vile vile. Asante sana ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji popote ambapo unatupata ukiwa. Nataka kukukumbusha maswali ambayo tumeuliza siku ya leo, na baadhi ya maswali hayo. Swali la kwanza, kuna jamaa anayeitwa engineer katika lugha ya Kiingereza, anaitwaje katika lugha ya Kiswahili? Engineer
Basi na mwingine ambaye anaushikana na mambo ya fedha. Sije ukaniambia ni waziri wa fedha, accountant. Anaitwaje katika lugha ya Kiswahili? Vile vile midwife. Anaitwaje? Na mwisho hapa tuna auctioneer. Anaitwaje katika lugha ya Kiswahili? Kwa hivyo ndugu msikizaji na mtazamaji, AGR Live, that's our app. If you wanna listen to us on the go, yani popote ambapo unatupata ndugu msikizaji na mtazamaji, ingia katika Play Store, App Store, Google Play, tafuta jina AGR Live tupate masaa 28. Basi masuala hayo nitayarejelea, nipate akina mama hapa. Mama Mali, halo, habari ya jioni. Halo. Halo, mtangazaji. Naam, habari ya jioni. Sana rabuta nyinyi. Ni njema. Mambo haya umeyapata vipi? Mambo haya ni mzuri, ni mambo ya uchamoka. Mpaka nasikia mzuri kwa mchumba. Jameni, salamia mchumba sana. Na mchumba hii tutamuona uso kwa uso siku gani? Sasa tunasikia mchumba na mchumba hata hatumuoni. Siku gani tutaona mchumba? Ni siku gani atakuja kutembelea sisi pande hii? Mjomba yuko tu, wewe ingia online hapa @globalradio.com, ambia msichana akufungulie na utatutizama moja kwa moja. Na bungue nimuonee hapo, nataka nimsalamie na mkono. Sasa nitaambia msichana abungue na mnazani. Nitamwambia sema mawili kwanza, okay, kulingana na mada ya leo. Hata saa hii mwandikia nibungulie, niko na TV na inabunga sauli, sasa sina vitu ya kuangalia mzuri. Haya ni vema, lakini mambo ya siku ya leo umeyapata? Umeyapata, ni mzuri sana. Ni mambo ambayo yanatendeka ama hujawahi kuyaona mambo haya? Mambo ya kutendeka, unajua ni vitu mingi vinatendeka. Na sasa sitajua ni kama kitu gani sasa tunaweza kuongeza. Haya. Hii dunia ya kuyumba. Na vitu mchumba amesema vitu ya kuinuka juu. Amesema vitu ya kuangaliwa. Vingine kama kwetu Kenya vile watu yetu wanajua tu vile mtu akikufa anajulikana kama ni maiti, na mtu akwenda au mnyonge wanajua tu vile anaitwa. Lakini kama unaomba Mwenyezi Mungu, angalia fulani yeye ni marehemu na ameenda, ni nini hiyo? Naamini na wewe ni mtu mkubwa unaheshimiwa. Sasa hiyo nataka kupeleka hiyo watu waende, ati kumbuka hayati fulani aliisa wakati mwingine ya zamani na fulani anakaa na yeye hapo. Hiyo ni kuonyesha ni madharau. Ndio sasa Mungu amesirika, ndio naona sasa wanayunga waonani wazungumzangi mzuri, wanaulizana tu pesa imeenda wapi, fulani ulienda naye. Suja anakuja kama mwanamke alisalewa na mama na akanyonya, na batili ya kukuja asubuhi, sasa anakuja saa 6 abanywe ile kitu atabanywa, na hakuna kitu anabanywa. Hivyo kutuba maneno kama amesali sio mzuri, na wajui maneno ya Mungu. Kama ni watu wanaomba Mungu utusaidie wakati hii inachamuka hivi, tusikilizane. Tukisikilizana tuombe Mungu atatufungulia njia, lakini wajui hiyo neno yao wanajua ni kunywa na kutembea na kuita wengine umeiba, na hakuna mtu amesikwa na pesa hiyo asemekane yeye alichukua pande hii. Hata hiyo msijana hata kuchukua hiyo pesa, wazee wote walikuwa wapi? Msijana yeye kuchukua pesa peke yake, hiyo wanaita ana somebody. Mtangazaji, maneno ni mingi, lakini leo wacha nivikie hapo. Sijui mchumba ataniongezea nini. Taburahi sana. Asante sana. Asante sana Mama Mali anaongea moja kwa moja kutoka Dallas Fort Worth.
Na asante ndugu msikizaji na mtazamaji, naona nina dakika 2 hivi na itabidi nichukue majibu yetu asubuhi, mchana, jioni ya leo. Ndugu Chris Onyari unaniuliza you are available outside USA. Haya basi, click on our website. Itaweza kukuambia ikiwa tuko hapo ama tumo. Tuko ulimwenguni na duniani kote. Ndugu Onyari, asante sana. Click that link, bonyeza hapo ambapo nimekuandikia ili utupate moja kwa moja ikiwa uko sehemu zozote za ulimwengu huu, kwa vile we are digital. Asante sana Mama Maria. Hayo ni mambo ya wasia wa ajabu, hata ndugu Ndigi ananiambia mambo hayo tumeyashuhudia na ni mambo ya ajabu tunayotazama yakitendeka. Mambo ya ajabu haya, uliza ujibiwe. Na hapa online mmoja ananiambia, mtangazaji, kuna mambo ambayo tunayasikia tu na we rush into conclusions kabla ya kuuliza tujibiwe. Haya basi, wengi wetu tunaambiwa mambo ya ajabu, lakini kabla hata ya kuuliza tumejiamulia tukasema, unajua, umesikia nani akisema haya? Alikuwa anaongea kumhusu Ontiri. Kwa hivyo kama alikuwa anamsema, hayo ni ukweli. Na kusema kweli, unaposikia kuna watu ambao muelewani, watu ambao yani muelewani kabisa, watu hao hutaki wasikia, na mambo mengine ni kuwa unatia chumvi, unaongezea katika mambo ambayo ni ya ajabu na mambo ambayo hayastahili kuongezewa haswa. We want to destroy one another. Kuna maandiko nilikuwa yanasema if you own, nitatafuta fungu hilo. Fungu hili nitalisoma ndugu msikizaji, ni Wagalatia 5 mstari ni wa 15. Ndugu msikizaji, Wagalatia 5 mstari wa 15 ndilo fungu ambalo nilikuwa nalisoma jioni ya leo. Ni kuambatana na wasia ambao mjomba ametoa. Vile vile nikiongea hivi, kuna moja ya maswali ambayo nangojea ndugu msikizaji ujibu, ili nitamatishe na nisome moja kwa moja yale ambayo umeandika siku ya leo. Ninapofungua Biblia nayo katika kitabu cha Wagalatia 5:15, nayo katika lugha ya Kiswahili inasema hivi: lakini ikiwa mtaumana na kutafunana, basi jihadharini msije mkaangamizana wenyewe kwa wenyewe. Kuna watu tunaumana na kutafunana. Maandiko yakisema maneno kama hayo, ndugu msikizaji, ni mambo ya kuhofia sana. Ikiwa mtaumana na kutafunana, katika lugha ya Kiingereza, ndugu msikizaji, inasema, King James Version katika lugha ya Kiingereza inasema, but if you bite and devour one another. Mkiumana na kutafunana, yani unapompata mtu anaumwa na unamuuma zaidi na kumtafuna, unatafuna mtu fulani na unameza. Ukimeza ugali fundo la mate hapa na unameza jina la mwingine, ndugu msikizaji, kuna mambo ambayo uyafahamu, itabidi uulize ujibiwe. Ndugu msikizaji, asante sana ndugu Richard Mochoberi, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Evans Nyakundi, Dominic Mangerere, asante sana. Elijah, dada Susan Robert Nyabira, asante sana. Gosi Meroka ukiwa sehemu za Ohio na mnatupata live on air, asante sana. Sasa hebu nirudi katika majibu ambayo mmetupa online hapa, ninaporudi kwake mjomba live AGR FM.
Suleimani Mkubwa. Kuna watu ambao wamesahau mahali ambapo wametolewa. Mungu atukuzwe, ni Baba ainuliwe. Swali la kwanza, translator. Haya basi, translator hujanipa hapa, ilo nitarudi kwalo ili unipe, ndugu msikizaji. Jambo la pili hapa, neno la pili lilikuwa ni engineer. Engineer mmoja amesema, actually ni wengi wamesema, kwa hivyo wengi wape. Engineer wamesema katika lugha ya Kiswahili ni muhandisi. Na katika Kiswahili changu kichache najua kuwa labda umepata. Mjomba atatupa wasia wa mwisho. Engineer, muhandisi. Kisha naona accountant. Accountant, huyo ni muhasibu. Muhasibu, yani accountant. Midwife. Midwife anajulikana kama mkunga. Unakumbuka methali inayosema usiwatukane wakunga na uzazi ungalipo. Kwa hivyo midwife hapa ni mkunga. Asante sana. Na mwisho auctioneer. Auctioneer hapa katika lugha ya Kiswahili wameniambia anaitwa dalali. Dalali, yani auctioneer. Haya basi, translator nimeambiwa hapa ni mkalimani. Haya basi, ndugu msikilizaji, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa kututizama moja kwa moja. Ni AGR Live, that's our app. Majina yangu ni Urino Ntiri na tuko hapa na Kim Mjomba moja kwa moja online. Haya basi, narudi kwake ili atupe usia wa mwisho. Na kumbuka usiende mbali, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako, nawe kuwa hapa kwa ajili yetu. Kim Mjomba, nimerudi kwako, angalau tuambie mawili matatu. Asante sana Jeremia. Nimeendelea kupokea kama wanavyokupokea wasikilizaji wetu, na hili mimi husema kwa mara linatutia nguvu kuwasikia, tuweka nguvu ili tuweze kuendelea kuwahudumia katika mambo haya ya kuwatangazia. Mama ambaye anataka kumuona mjomba, kuna siku ambayo Mwenyezi Mungu atatengeneza nafasi hiyo. Wewe andaa Krismasi, wenda Jeremia akanileta huko. Au vipi Jeremia? Vema, ndivyo kabisa. Basi asante sana. Ni vizuri sana. Unajua sisi watangazaji wasikilizaji wetu huwa wana hamu sana ya kutuona ili waweze kuconnect, ile kushikanisha sauti na yule mwenye kuitoa. Unajua, unaweza fikiria ni mzee wa miaka 80, unaweza fikiria ni kijana wa miaka 30, kisha ukija ni mzee kweli. Lakini sisi sauti hii ni vipawa tumepewa na Mwenyezi Mungu, na tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hata hiyo kutamka tu ndio ni katika hali yake Mwenyezi Mungu kutupatia vipawa. Au vipi mtangazaji? Ndivyo Mjomba. Basi asante sana. Ninafurahia sana wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, kwa vile ambavyo pia mnaweka juhudi katika njia ile ya kutujibu maswali tunayouliza. Hii ni katika hali ya kukuweka ujue Kiswahili. Kila mara kwa mara tutakuwa tukikuletea mambo fulani ili usije ukasahau. Ni kweli kabisa, translator huwa ni mkalimani, engineer huwa ni mhandisi, accountant ni muhasibu, midwife ni mkunga, auctioneer ni dalali. Kwa hiyo umepata, jipigie makofi mahali popote ulipo. Na kutoka mahali nilipo sasa katika jiji la Irving hapa Texas, huyu ni mtangazaji wako wa nje, yani outside broadcasting. Mimi Kim Mjomba,
nikikuaga moja kwa moja hadi Jumanne ijayo, ikiwa ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na kurudisha hivi sasa katika studio zetu Arlington, Texas. Asante sana Kim Njoma. Ndugu msikilizaji, makala haya siku inayofuata tunayarudia moja kwa moja ndani ya AGR abakshiglobalradio.com. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, saa 6 kamili siku inayofuata, na vile vile if you have our free app, yani inajulikana kama AGR Live. Ikiwa una Android ama smartphone, ingia Play Store, ama kuna mahali ambapo wameandika Market Store, ama vile vile wameandika Google Play. Tafuta jina AGR Live utupate moja kwa moja. Na kisha kuna mahali ambapo app, yani Apple, wameandika Apple Store. Tafuta jina AGR Live utupate moja kwa moja. Na ikiwa ikiwa simu yako ni kama zile ambazo nimesema, tafuta AGR FM, na katika app inajulikana kama Ustream, ili utupate live 24/7 kututizama moja kwa moja ndugu msikilizaji. Ama vile vile enda katika mtandao wetu abakshiglobalradio.com. Katika ukurasa wa kwanza hapo inakuuliza maswali mawili ndugu msikilizaji. Swali la kwanza hapo, unaona mahali kuna very big box ambapo unaona picha ipo. Utaponyeza katikati ya hiyo picha ili ututizame moja kwa moja. Na hapo juu mahali wameandika play the radio, ukitaka kutusikiza tu na utaki kututizama haya basi utaponyeza play the radio ili utusikize moja kwa moja. Majina yangu kama kawa ni Urino Nchiri, namleta mwanadada anajulikana kama Christina Susho, na wimbo anasema napenda. Saa 3 Marekani ya kati, AGR Live 24/7 605-475-5845. Wale ambao wamepatwa na mshipa ya kila aina tunawapa pole. Napenda, Christina Susho ndani ya AGR Live. Napenda nione ukiniinua, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda nione ukiniponya, napenda nione ukinifariji. Napenda nione ukiniinua, kila kitu kwako Bwana mimi napenda. Napenda nione ukinitendea, napenda nione ukinibariki. Napenda nione ukiniinua, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda nione ukiniponya, napenda nione ukinifariji. Napenda nione ukiniinua, kila kitu kwako Bwana mimi napenda. Napenda kila kitu kwako mimi napenda. Napenda kila kitu kwako mimi napenda. Yesu mimi napenda mambo yako nayapenda. Napenda kila kitu kwako mimi napenda. Napenda kila kitu kwako mimi napenda. Napenda neno lako, napenda hekima zako, napenda sifa zako Yesu, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda hukumu zako, napenda huruma zako, napenda rehema zako, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda neno lako. Anatuweka hewani ndugu msikilizaji na mtazamaji, anajulikana kama Christina Susho, na wimbo anasema napenda. Ndugu Dominic Mangerere, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nyange Nyabomanga, Felix Nyangate, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Dada Bianca, asante sana. Na vile vile huyu anajulikana kama Riruma, North Carolina. Dada Rachel, nimepata ujumbe wako leo. Asante sana, naamini kuwa mnatupata very loud and clear. Asante sana. Dada Gladys, Bianca nimekusema asante sana. Lydia Mora, asante sana. Ndugu Kana Thiongo, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Vile vile dada Roslyn, moja kwa moja kutoka sehemu za Kenya, unatutizama live. Ndugu Geoffrey Mogire, asante sana. Unajua leo kiongozi wa nchi yetu ya Kenya amesema kuwa he has given an order
ili walimu walipwe mishahara yao ya mwezi wa 9. Lakini kuna maswali mengi ambayo yanaibuka kutokana na jambo hilo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, usiende mbali na mtazamaji, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako na tutazidi kukuyaletea haya. Baadhi ya mambo ambayo watu wa kila aina wamekuwa wakitujibu hapa online na tizama ni mambo mengi kabisa. Wengi wakisema ni kwa nini mwezi huu ama ni kwa vile Sosioni alisema kuwa kama hakuna mshahara tumejua walimu jinsi ambavyo tutafanya mwaka 2017, ama vile vile kuna mambo fulani ambayo hatujui. Kumbuka hayo ni maswali yako. Mimi sina budi kuyasoma tu kwa sababu these are not our views, ni yale ambayo umeandika. Our Twitter handle ni AGRFM. Kwa hivyo kama uko Twitter, jina letu ni AGRFM. On Facebook AGRFM ama Bagusi Global Radio. Kwa hivyo usiende mbali. Saa 3:13 na kuletea Juvenal Siomburo katika makala ambayo tumekuwa tukizungumzia makala muhimu kabisa, na leo tunaingia awamu ambayo tumekuwa nayo tangu juzi, lakini nilifahamishwa kwa ndugu msikizaji utayaletewa mambo haya baada ya kuwa naye dada Jane ni marudio ya Tumaini la Vizazi Vyote. Kisha nitakuletea kitabu cha Danieli hapo shangapi, naambiwa ni saa 5 kamili. Itakapotimu saa 4 kamili nitakuletea anaitwa kama mchungaji Geoffrey Ngige katika makala ya safari ya wana Israeli. Na ikiwa unatukosa ndugu msikizaji hewani, inabidi utupate masaa 24 katika nambari 605 ninapoiweka hapo on the screen. Ikiwa unatutizama hiyo nambari, hebu niweke hapo, ni 605 4755845. Au ukitaka kuongea nasi bonyeza 0, yani 605, na mimi kwa nimekuwekea katika maandishi ambayo unaweza kuyatazama makubwa kabisa. Ni 605-475-5845. Press 0 at any moment if you want to talk to us. Haya basi, kama kawa urino ntiri saa 3:15. Nakumbuka sasa the Republican debate iko na tutakuiletea hivi karibuni live. Kwa hivyo usiende mbali, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako. Haya basi, napenda keep it here at AGR live Bagusi Global Radio.com. Majina yangu ni Orino Ntina. Asante kwa kuwa pamoja nami.